Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni jambo la heri. Nimeomba muda mrefu, natanua mapafu. Natanua nini? Mapafu. Lakini kitu kingine inakujengea nidhamu. Sawa Inakujengea nidhamu ya kumwamini Mungu. Lakini kitu kingine kinakuonesha ya kwamba kuna vitu haviwezi vikazaliwa kama hauko karibu na Mungu. Nimeongea vingapi? Wiki iliyopita nilifundisha muda mrefu sana juu ya bali ya msimu mpya, na hata ukiniuliza nilifikaje huko sikumbuki, ila niliongea mengi. Bwana Yesu asifiwe. Niliongea mengi, ukiniuliza nilifikaje sikumbuki. Ninaamini kuna moyo wa mtu mmoja ambao ulitamani upate hayo maelekezo binafsi kwa ajili ya kule ambako tunaelekea katika mwaka mwingine. Tunapozungumza juu ya msimu mpya, kabla hujaingia kwenye msimu lazima kuna exchange of gear. Kuna gear lazima ibadilishwe hapo. Gear unaotumia kupanda mlima ni tofauti na gear ambayo ukiwa unatembea mahali ambako hakuna mlima. Biblia inasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu linatoka kwa Mungu. Kwa nini watu wengi wanawekaga expectations, matarajio mengi kwenye njia wanayoielekea, ambayo hiyo njia hawajawahi kupita, lakini wanaweka matarajio mengi sana? Alafu hayo matarajio, kwa nini yawafikishe mahali matarajio hayo? Kwa sababu siku zote kinachokuumiza ni kile ambacho ulikitarajia. Mwambie jirani yako, kwa sababu kile ambacho umekitarajia kinahusisha hisia. Kile ambacho unakitarajia kinahusisha dhamira yako. Kile ambacho umekitarajia kinakutengenezea picture. Kwa hiyo expectations siku zote zinaweza zika uplift your heart, zikainua moyo wako, au zikakandamiza moyo wako. Kwa hiyo watu wengi wanapokuwa wanaingia kwenye njia yoyote, it's like the way unavyokuwa na familia. Kuna a lot of expectations za familia yako. Like the way unavyomuomba Mungu, kuna energy unakuwa nayo. Biblia inasema hivi, kilichotarajiwa, tafutie hiyo scripture. Kilichotarajiwa kinapochelewa, sio mwili uugua, moyo unaugua. Alafu moyo ukiugua unapeleka taarifa katika mwili. Sasa hiki ambacho umekitarajia kinategemea na umejiandaa nacho vipi. Kitu kimoja wapo ambacho nakuhakikishia, hakunaga kitu kinachotokeaga tu. Yaani maisha haya eti uniambie kwamba tu hii kitu imetokea tu, never. Mwe jirani yako, wewe ni vingapi vinatokeaga? Lazima kuna mtu alikisha kipanda mahali. I assure you, kuna mtu ambaye amekisha kipanda. Yaani kuna mtu ambaye alikisha kipanda mahali. Kwa hiyo umekutana nacho. Hakunaga kinachotokeaga tu.
Kwa sababu katika ulimwengu wa roho kazi yake ni kutransfer vya rohoni, kuhamisha vya rohoni vije katika mwili. Narudia tena. Ulimwengu wa roho kazi yake ni kuhamisha vya rohoni kuviingiza mwilini. Sasa hivi vya rohoni kuja mwilini vinategemea na kitu kinachoitwa measurement of season, na kipimo au vipimo vilivyoko ndani ya majira. Kanuni ya Mungu hawezi kukupa kile ambacho bado hajakuamini nacho. That's the principle of God. Yani Mungu hawezi akakupa kile ambacho hajakuamini nacho. Sasa hili Mungu akupe hivi inategemea kipimo cha majira kinasema nini, na Mungu anataka nini kwenye hayo majira. Though ni Mungu ambaye sisi tunamwakilisha hapa duniani. Nakupa mfano wa kidiplomasia. Balozi ni mwakilishi wa wananchi. Ukiwa balozi wa Tanzania unawakilisha serikali kuu, unawakilisha wananchi wa taifa unalotoka katika nchi nyingine. Kwa hiyo balozi anapoenda kwenye nchi nyingine anaenda kusimamia uhusiano wa kidiplomasia. Haendi kufanya vya kwake, anaenda kusimamia yale mahusiano ya kidiplomasia yanayotumika kati ya nchi hii na nchi hii. Kwa kuwa anaenda kusimamia mahusiano ya kidiplomasia, lazima atakuwa anamwakilisha rais wa nchi anayotoka. Ndio maana kwenye ofisi ya balozi, ofisi zote unazikuta pale, watu wa uchumi, watu wa hiki, watu wa hiki. Haendi kufanya vya kwake. Kwa hiyo anapewa katiba, anapewa ilani ya serikali inayoongoza ya kwamba ndani ya miaka hii 5 katika kukaa kwako kwenye kiti cha ubalozi, haijalishi utakaa ndani ya muda gani, basi nenda ukafanye haya. Kwa yale anaoenda kuyafanya balozi yanakuwa yamefungwa ndani ya muda. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Sasa na sisi pia ni mabalozi. Kwa tunapokuja duniani, tunapomkimbilia Mungu na kuokoka, kuna mambo ambayo Mungu anatupa hivi kwamba haya yakafanyike ndani ya muda fulani na kipindi fulani. Sasa hili uweze kuyajua, ni lazima uweze kufahamu wakati na majira kwenye ulimwengu wa roho vinasema nini, vinaamua nini, vinataka nini. Ongea jirani yako nilichozungumza. Watu wengi tunaingiaga kwenye misimu ya mwaka mpya kihisia zaidi na sio kiuhalisia wa Mungu anataka nini ndani ya wakati huo. Na hata Mungu ukisoma sura ya 1 kitabu cha Mwanzo, unajua hata Mungu na yeye alipita kwenye hiyo njia kwa mara ya kwanza. Ukisoma mstari wa 3, soma wa 1 mpaka wangapi hapo? Mpaka wa 4 au wa 5. Kuna kitu nataka nikiwekee foundation ya kitu fulani. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Biblia haisemi hapo ndio Mungu alianza kuishi. Au Biblia yako inasema hapo ndio Mungu alianza kuishi? Labda ya kwako ya Kingoni inasema hivyo. Labda ya kwako ya Kichaga inasema hivyo. Biblia inasemaje hapo?
hapo mwanzo Mungu aliziumba. Sasa na kitabu cha Mwanzo kwenye kauli yake hii ya kwanza inaelezea mwisho mwanzoni. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Nayo nchi ilikuwa ukiwa na utupu. Sasa hapo mwanzo ameumba mbingu na nchi. Maana yake yeye alikuwa haishi kwenye nchi. Alikuwa haishi wapi? Au Biblia yako ilikuwa inasema Mungu anaishi kwenye nchi? Anasema nchi ilikuwa ukiwa na utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Na giza lilikuwa limejaa kwenye uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa wapi? Kwa lugha nyingine, mtumishi wa Mungu, Mungu alikuwa akai kwenye nchi, alikuwa na yumba. Kwa lugha nyingine, hata Mungu na yeye kuumba mbingu na nchi ilikuwa ni msimu mpya kwake. Njia hiyo Mungu na yeye alikuwa haijui. Leo nikikuuliza kwa habari ya mwaka 2026, unaujua? Unaujua? Leo ukiulizwa kwa habari ya 2025 mpaka tarehe ya leo, kabla siku ijaisha ukiambiwa mpaka saa 9 hii mchana, una vya kuelezea. Biblia inasema aliumba mbingu na nchi ilikuwa ukiwa na utupu, na roho yake Mungu ilikuja ikakaa juu ya uso wa lelea. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akasema iwe nuru. Baada hapo maandiko yanasemaje? Mungu akaona ya kuwa ni vyema, nisikilize, alitamka iwe nuru, nuru ikawepo. Alafu Mungu akasema hatua inayofuata ya kwamba ni vyema. Maana yake Mungu na yeye alikuwa ni kwa mara ya kwanza yuko kwenye hiyo njia. Mungu mwenyewe hakuwepo kwenye hiyo njia. Ungemuuliza kwa habari ya uumbaji wa hapa kwenye nchi na mbingu, angekwambia hata mimi ni mgeni, ila nilicho nacho ni matarajio, na haya matarajio ni kwa sababu ya picha ambayo ninayo. Kwa ile picha ambayo ninayo ndio imeniingiza kwenye hii njia ambayo sijawahi kupita. Baada ya hapo nini kikafanyika? Kilichofuata kwenye huo msimu, Mungu akatengeneza wakati na tukio. Nisikilize, wakati na tukio ndipo alipogawanya kati ya giza na nuru. Kwa mara ya kwanza Mungu anatumia nuru kwenye kuamua, nuru na giza kwenye kuamua wakati. Kwa hiyo unapoingia kwenye msimu mpya, matukio unaokutana nayo yameamuliwa ndani ya wakati. Ongea na jirani yako sasa. Sasa kwa lugha nyingine nikusaidie. Kwa lugha nyingine, tunapoingia kwenye msimu mpya, labda kuna tukio la kazi, tukio fulani. Hilo tukio kinachotumika kuamua hilo tukio lifanyike ni wakati uliopo kwenye kitu kinachoitwa majira, season ipi ya mwaka 2026. Kwamba hii 2026 inategemea wakati uliopo, kwamba wakati huu uliopo umeamua nini. Ndio maana Mungu anamwambia Habakuki, andika njozi hii, ijapo kawia isubirie, ila kwa wakati ulioamuliwa. Kwamba Habakuki, hii ndoto iandike, lakini hii ndoto ulionayo inategemea nini wakati. Kwa sababu gani? Habakuki, huu ni msimu wako. Kwa hiyo huu ni msimu wako Habakuki, haya ni majira yako, hii ni new season yako. Lakini pamoja ni msimu wako, hii ndoto yako itaamuliwa na wakati. Huyu ni Habakuki, ndani yake na ndoto kama ya kwako.
hata wewe una ndoto? Yaani hata kama waga wamekuroga kwa namna gani, yaani unajua kuna saa watu wanakuroga paka, yaani unajua kuna saa watu wanakuchakaza kwenye maisha, yaani paka wenyewe wanakuchakaza wanakuonea huruma. Sawa, yaani kuna saa watu wanafanyaje? Yaani wanakuchakaza, alafu paka wenyewe walokuchakaza wanakuonea huruma, sio? Lakini kitu kimoja ambacho kinakuwepo ndani yako ni ule msukumo wa vitu fulani. Ule msukumo wa vitu fulani ndio ndoto ulionayo hiyo. Unajikuta una msukumo wa jambo fulani, una msukumo wa kitu fulani, ndio ndoto. Ndio ndoto. Mfano ibada ya iliyopita, Jumamosi iliyopita, kuna mtu alinipa barua yake ya kufukuzwa kazi. Baada tu ya ibada alinifuata na ile barua. Alinifuata na ile barua. Aliponipa ile barua, nilitamka kitu. Nilitamka kitu. Angalia, huyu kwenye ulimwengu wa roho wamemuwahi kwenye msimu wa mwaka 2026 kwa kumuondoa kazini katika mwaka huu. Maana yake hiko ambacho alikuwa anaenda nacho 2026 ni struggle kwenye kazi kupita ilivyo kawaida. Hujawahi kuona kuna saa una uwezo ukaacha kazi hapa, kesho kutwa ukaangukia kule. Alafu kuna saa unaachishwa kazi ni hakuna rangi usiyoiona. Kwa hiyo tukaomba wiki hii, anasema bosi wake amemfuata akamwambia, mimi nakurudisha kazini na nakupa nafasi nyingine kubwa kuliko ile ambayo tumekufukuza nayo. Hii imeletwa na nini? Ni maombi ya msimu. Na haya si maombi ambayo watu wengi tunakuaga na mzigo wa kuyaomba. Hauwezi kuniambia maombi yako ya msimu wewe utaenda kuyaimarisha mwakani mwezi wa 4. Angalia, kwenye ulimwengu wa roho walikuwa washaweka tukio lipi? Kazi hamna. Wakati upi? Wakati wa kumalizia mwaka. Ukisoma kwenye uumbaji wa Mungu unakuja kugundua tafsiri nyingi ambayo tunayo juu ya nyota haiko kama ambavyo tunafikiri. Nyota inatumika kwenye wakati na majira. Na wakati na majira ndiyo baraka za maisha yako. Kwa hiyo Mungu anapomwambia Habakuki, Mungu anamwambiaje Habakuki? Anamwambia sikiliza Habakuki, msukumo ulionao ndani ndio ndoto yako. Hata kama inakawia, hii ndoto ni lazima itimie ndani ya wakati ulioko, ndani ya haya majira. Ndio tukiwa tunakuwa, ukienda kucheza kwa jirani, ukishasikia tu ile nyimbo ile, shambani 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 kuna mazao bora shambani, unaelewa huu ni muda wa nini? Ni muda wa chakula cha wewe. Usijifanye familia bora wewe. Usijifanye kwamba wewe ni familia bora. Kuna maisha jamani tuliishi, si ndio? Mimi ni wanakaa nyuma hapo. Na mimi nimekuwa mjini. Sinza town hapa. Yaani nimekulia hapa mtaa hapo. Kwa hiyo huko kote kulikuwa nakaaga wazungu, Waswahili walikuwa wachache. Na hii ilikuwa kuna chochoro moja tulikuwa tunaenda hapa katikati hapo. Mkiwa mnacheza huko, mkishasikia tu shambani, mnaacha kila kitu, you are going back home. Nini? Tukio la chakula cha mchana, yani wakati wa mchana unapimwa na njaa ambayo unaisikia tumboni. Unajua kabisa huu ni muda wa nini? Wa njaa. Kwa hiyo hauna security yoyote zaidi ya kukimbia miguu yako rudi wapi? Sababu nyumbani mama ashakwambia marufuku kula kwa watu. Yaani chipsi mayai kula ni ya nyumbani, sio ya kwenye kibanda.
ni nini? Mwili ulitengenezewa nidhamu. Nidhamu ile ikaenda kwenye jambo linaloamuliwa, tukio ndani ya wakati. Na unajua kwamba muda huu ni wa chakula cha mchana kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya ile njaa unayoisikia. Siku zote Mungu anapokuandaa kwa ajili ya msimu, kitu ambacho anakiweka ndani yako ni njaa ya kutafuta kujua wakati umebeba kuamua nini kwenye maisha yako. Mwambie jirani yako paka kuelewe, mwambie huu ndio ulimwengu leo unaofanya kazi. Sasa unajua sisi huku kibongo bongo tunaishi kwa kubahatisha Sawa Sawa Yaani huku tunaishi kwa nini? Sawa, lakini ukienda Ulaya ikiwa ni kipindi cha winter, njaa ambayo inakuwepo kipindi hicho ni cha watu kuvaa makoti ya nini? Achana sisi huku ambao mvua inaweza ikanyesha bado ukavaa t-shirt yako ukafa na fashion. Sawa, lakini ukienda nje ya nchi ikiwa ni winter kweli kweli. Kwa ukienda madukani, nguo zilizoko kipindi hiko ni nguo ambazo zinaamuliwa na wakati uliopo, na njaa ya watu kipindi hicho ni kuvaa nguo ambazo ndani yake lazima ziwe na temperature. Sasa achana wewe umeenda kwenye gulio la mitumba, umekutana na nguo, kumbe nguo ambazo zako wanavaa kipindi gani cha joto, unateseka kweli. Mimi nazungumzia ungecheka sangapi, ungefurahi sangapi? Nachokuonesha ni nini? Angalia wewe, lidondoke limvua likubwa, alafu tukuone barabarani unatembea unakula ice cream ya Azam, tutajiuliza sio Lakini kipindi kama hicho utakuta ya kwamba mwili wako demand yake kubwa ni kitu cha moto. Unafikiri kwa nini unakuaga una project 10 alafu unaishia kuzianza, alafu nyingine hata auzianzi, alafu paka unamaliza mwaka hakuna hatua ambayo ukiulizwa mwaka huu umepiga hatua ipi, hauna cha kusema? Ni kwa sababu haujui nini cha kufanya katika wakati fulani. Ila ndani yako Mungu anachokupa ni msukumo. Yaani ni sana sisi watumishi, ili Mungu aonekanike kwenye maisha ya watu unaowahudumia, ni lazima ubebe neno ambalo liko ndani ya wakati, ndio litabeba matokeo yaliyoko ndani ya wakati kwenye maisha ya watu. Habakuki ndani yake kuna kitu kilikuwepo. Habakuki, na kwa ratiba ya Mungu ana vitu vikuu viwili tu: Pasaka, mavuno, Passover and harvesting. That is according to God's principle. Kuna mtu anaitwa Nehemia alifika mahali msukumo aliokuwa nao, ukisoma kitabu cha Nehemia kuanzia sura ya 2, msukumo aliokuwa nao ni wa kwenda kujenga mji wa baba zake. Nisikilize, maisha ya Nehemia yalifungwa na wajibu wa urithi ambao ulikuwepo katika familia yake. Sasa Nehemia hakwenda kwa mfalme kumwomba ruksa akajenge mji, ila msukumo Nehemia aliokuwa nao ndio mlimpelekea mfalme akamuuliza Nehemia, kitu gani kinakusumbua ndani ya moyo? Ukimwangalia Nehemia alikuwa anamtumikia mfalme kila siku, alafu mfalme
akamuuliza, moyo wako unahitaji nini? Nehemia akamwambia, ni kwa habari ya kwenda kujenga mji. Alafu mfalme akamwambia, nipe wakati wa tukio hili, kwamba ili tukio unaenda kulifanya la kujenga lazima lifungwe ndani ya wakati. Alafu Nehemia akapewa barua na mfalme kwenda kujenga ule mji. Unapoingia kwenye msimu mpya, ni lazima Mungu hakupe barua ya kwamba unachoenda kukijenga ni 1, 2, 3, na mimi Mungu nitakuwa pamoja na wewe kwenye huo ujenzi unaoenda kuufanya. Wakapanelea mpaka hapo. Majira siku zote, msimu mpya, ni lazima ufunge msimu unaoondoka ili uingie kwenye msimu mpya. Usipofunga msimu wa milioni 1 kila mwezi, usitegemee unapoenda msimu mpya utavuka zaidi ya ile milioni 1. Usipofunga msimu wa cheo fulani kazini, position fulani kwenye kazi, usitegemee unapoenda kwenye majira mwingine cheo chako kitapanda zaidi ya kile. Kuna mstari mmoja ambao niliosomaga kwenye maandiko. Huu mstari unaonesha nguvu ya sheria katika msimu. Kumbuka, maandalio ya moyo ni ya nani? Jawabu linatoka wapi? Kwa Mungu. Biblia inasema hivi, mwana wa Amoni, sawa, na wa Moabu wasiingie mkutanoni mwa Mungu hata kizazi cha 10. Wangapi washe kusoma huo mstari? Alafu Mungu huyo anasema hivi, yeye ni Mungu anayepatiliza wana na uovu wa baba zao, kizazi cha kwanza mpaka cha ngapi? Cha ngapi? Cha 4. Sasa kwa nini huku huyu Mwamoni na Moabu anaekewa marufuku ya daima kwamba vizazi 10 visingie mkutanoni mwa Bwana? Maana yake hivi vizazi 10 watakaa vizazi 10 ambavyo dunia itabadilika kwenye majira, ila hivi vizazi 10 havitakuwa na majira mapya. Nisikilize, zaidi ya majira yaliyokwisha amuliwa kabla yao. Mwambie jirani yako, unaweza wakaamuliwa majira ambayo wewe bado hata hujayafikia, na unaweza ukaishi kwenye majira ambayo tayari yamekwisha amuliwa na wengine. Tusomee mtumishi wa Mungu. Mwana wa haramu asiingie katika mkutano wa Bwana, hata kizazi cha 10 asiingie aliye wake katika mkutano wa Bwana. Mwamoni wala Moabu wasiingie katika mkutano wa Bwana, wala hata kizazi cha 10 mtu wao asiingie katika mkutano wa Bwana milele. Hii ni Biblia inasema Mwamoni na Moabu wasiingie katika mkutano wa Bwana hata vizazi 10. Kwa lugha nyingine, hawa watu wataingia kanisani kama tulivyoingia, lakini pamoja wataingia kanisani,
hawataona udhalilisho wa ibada kwenye maisha yao. Kwa nini hawataona udhalilisho wa ibada kwenye maisha yao? Ni kwa sababu majira ambayo wataishi wanaotoka kwenye hizi kabila, kwa hao watu, majira atakayoishi ni majira ambayo yamekwisha fanyiwa maamuzi kwamba huu msimu ni Mungu aliutangaza ya kwamba Waamoni na Wamoabu, mimi nawatangazia msimu upi? Ninawatangazia msimu wa kuwakataa. Kwa hiyo hawa watu, mageuzi mbalimbali ya miaka itatokea, vitu mbalimbali kwenye miaka vitatokea, lakini wao wataishi kwenye kiwango cha maisha ambacho kiliwakutia wakati Mungu ametoa hiyo tamko. Usisahau hilo. Niwekeje hii? Mwamoni na Moabu wasiingie kwenye mkutano wa Bwana hata kizazi cha 10. Siku zote kabla haujaingia kwenye msimu mpya waga unafanyiwa maamuzi ukiwa kwenye msimu ambao bado hujatoka. Na hii ni kanuni ya Mungu. Mungu hufanyaga maamuzi na kumpa mtu kitu kwa ajili ya msimu anaouendea kabla huyo mtu hajaingia kwenye huo msimu. Mungu anafanya maamuzi kwa ajili ya Waamoni na Wamoabu. Mungu anawafanyia maamuzi. Mungu anawafanyia maamuzi yapi? Hawa watu hawataingia kwenye mkutano wangu mimi Mungu, hawatapokea baraka za kwangu mimi Mungu zaidi ya hizi ambazo wanazo sasa. Kwa hiyo hawa watu kwenye kila msimu watatafuta ongezeko, watatafuta mabadiliko kwenye maisha yao, ila hawatayaona mabadiliko. Pale ndio inapokujaga lugha ipi? Inakujaga lugha hii: huyu ana maisha kama ya baba yake, huyu ana maisha kama ya mjomba wake, huyu ana maisha kama ya mtu fulani. Mwambie jirani, wewe maisha yako waga unafananishiwa na nani? Unajua kuna saa usiokoke kumzidi hata Yesu aliyotutengenezea msingi wa dunia. Unajua the contradiction we have ni kuwa chini ya sheria na kazi ya neema. That's the contradiction we have. Yani vurugu tunazo sisi ni wa Kristo ni moja tu. Kuna wanaoamini juu ya sheria zilizokuwepo. Nilikuwa nafundisha mahali fulani wiki hii, nikasema hivi, tunasemaga kuna sheria za Musa, si ndio? Sheria za nani? Alafu na sheria za nani? Za Yesu, ambako Yesu ametuletea neema. Lakini kwa taarifa yako, kuna sheria paka za Ibrahimu. Na hizo sheria za Ibrahimu, kabla ya hizo sheria ni kuna amri Ibrahimu alizokuwa anaelekezwa na Mungu, amri hii na sheria hii, ambazo huyu Ibrahimu alikuwa anamsikia Mungu kwanza. Alafu Yesu anasemaje kwenye New Testament? Sijaja mimi kuvunja nini? Sheria zilizowekwa na nani? Na Musa. Sasa bali nilichokuja kukifanya mimi ni kutengeneza upatanisho, kwamba huu upatanisho ambao nimekuja kuutengeneza duniani ndio upatanisho ambao utasababisha kazi ya neema iweze kutokea. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, hapa kila mtu kuna sheria ya kwao ambayo iliwekwa kwenye misingi ya nyakati tofauti tofauti. Hiyo sheria inakudai. Haleluya, haleluya, haleluya. Muulize jirani yako, wewe sheria ipi inakudai? Maana maisha yako ni mfananio wa mtu fulani. Mnakumbuka jana tulimuinulia Mungu ibada kwenye vipengele 4. Sawa
Tulinunua ibada, tukaanzia kipengele cha uwanda wa nje, tukaingia uwanda wa wapi? Wa ndani. Na hapa kwenye uwanda wa ndani hapa vurugu zilikuwa ni kubwa sana. Au tukaingia patakatifu, tukamalizia patakatifu, sio? Sasa pata picha. Jana wakati tunaomba ile toba, kuna saa tuliombea juu ya ibada mbalimbali ambazo zilifanyika, na tukaomba rehema juu ya ibada ambazo sisi hatukufanya. Nisikilize, as long as ni babu yako, as long as ni bibi yako, as long as ni kizazi cha kwanza, Mungu alikikataa. Hata kama wewe ulikuwa bado hujazaliwa ukalia ng'aa, ila ulikuwepo kwenye viuno vya babu yako. Unajua sisi wakati Ibrahimu anatoa ile sadaka ya fungu la 10, maandiko yanasema sisi tulikuwa ndani ya viuno vyake. As long as kuna kitu kinachoitwa nasaba ya familia unayotokea. Kwa nini mpaka leo watu, kuna familia nyingine wakifikaga mwezi wa kwanza ndo mwezi ambao unakuta kila anaishikaga mimba mwezi wa kwanza, mtoto wake lazima hiyo mimba ifiki mwisho. Kwa nini unafika kwenye familia nyingine kila anaipataga kazi mwezi wa 3, hiyo kazi haikai zaidi ya miezi 4? Kwa nini matukio fulani yakifanyikaga kwenye miezi fulani kwenye familia vitu vinakuwa hivyo? Kwa nini kwenye familia? Mimi na mtoto wangu mmoja, huyu kwao wasichana walikuwa wafiki miaka 34. Kwa hiyo siku ambayo anafikisha mwaka wa 34 hakulala kwake. Nilimkuta nyumbani, akasema mzee, kama ni mauti wacha inikutie chini ya dali ya nyumba yenu, siondoke hapa, nionyeshe chumba cha kwenda kuomba. Nikamwambia kuna nini? Akaniambia mauti kwetu ipo, huu mwaka naoingia ni mwaka wa mauti. Nikamwambia sawa, kasali, lakini ninabatilisha hiyo mauti. Sasa wakati ananiambia hivyo, mimi tayari naelewa nguvu ya msimu mpya. Kwa nilipotamka hivyo, maana yake mfumo wangu wa ndani wa kiroho unaelewa juu ya majira mapya. Paka leo yupo anadunda, paka leo yupo anaishi. Yaani kama ukiwa naomba kazi, kuna saa unaambiwa andika refari, alafu hao watu wanaokutaka kwenye kazi itabidi wampigie huyo refari. Sasa na wewe unapoingia kwenye majira mapya, kitu cha kwanza Mungu anachokiangalia, refari wako kwenye hayo majira anasema nini? Sasa unaingia kwenye majira mapya, tunaimba hapa new year, new year, new year, hey, new year, mwaka mpya. Alafu refari anasemaje? Hawa miaka 10 kwao, vizazi 10 kwao. Alafu ngoma unakuta ndio kwanza mpo kwenye mzunguko wa pili. Kwamba hawa maamuzi yamekwisha fanyika. Kwamba hawa maamuzi yamekwisha fanyika juu ya msimu wanaoelekea. Kwa hiyo kama maamuzi yamekwisha fanyika juu ya msimu wanaoelekea, maana yake watavukia wapi? Kumbuka, hamna majibu, hakuna njia pasipo ibada. Ibada ndiyo tukio pekee Mungu anayoitoa sauti yake. Ibada ndiyo tukio pekee ambapo Mungu anaachilia utauwa wake. Sizungumzi mazoea ya kwenda kanisani, sizungumzi mazoea ya kuamka asubuhi na kumshukuru Mungu. Ninazungumzia kitu kinachoitwa attachment ya moyo wako na Mungu kwa njia ya tukio lenye raha, kwa njia ya tukio ambalo linalala lakini sio rahisi, tukio linaloitwa ibada. Maandiko yanasema hivi, mwana wa haramu asiingie mkutanoni mwa Bwana. Nisikilize, ni rahisi ukajiona umeokoka kuliko Yesu ukapuzia vurugu za kwenu. Hivi unajua hakuna mchawi atakaye kufuatilia wewe kwenye majira yako yoyote mapya maisha yako kama nyumbani kwenu hakuna kiti cha madhabahu ya uganga au uchawi. Unajua hauwezi ukawa na rafiki mchawi akakuroga
akafanikiwa, kama na kwenu pia hakuna iko kiti. Siku hizi tunapuuzia asili ya madhabahu ya tulizotoka. Angalia, hivi ni vizazi 10. Mungu alikwisha amua kwa ajili ya hivyo vizazi. Sasa pata picha, kwenu na kwenu na kwenu, kwenu na kwenu na kwenu, labda walikimbilia kwenye madhabahu fulani ya mila na desturi, alafu walipofika, walipoiabudu ile madhabahu, je, ni sauti ipi ilitoka? Inawezekana unapambana familia yenu iwe na umoja, kumbe kwenye kiti cha madhabahu ya familia, yoyote anayetaka kujenga umoja anakuwa ni adui. Hujai kuona kwenye familia haipendani. Anayeinuka kujenga umoja, wale wengine wote wanaungana kinyume na huyu ambaye ana moyo mwema wa kujenga umoja. Yamkini familia yenu I'm telling you. Okay, haujawahi kuona kwenye familia yeye aliye msaada wa wengine kwenye hiyo familia ndiyo maskini mpaka anatoa harufu, ila ikija ajenda ya kusaidia fulani, ela ya kuwasaidia hakosi, ila maisha yake binafsi hayaendi. Halafu mimi nawaambiaga, mambo ya kusaidia watu na ukazidi kushuka kimaisha sio ushujaa. Ushujaa mbele za Mungu, unainua watu na wewe unainuka, sio unainua watu unazidi kuchoka tu. Yaani wewe unainua watu kwenye maisha, halafu wewe fikiria, mimi mchungaji nakuombea hapa, na wewe upigika kukuombea hivi, halafu nikute mchungaji wako nadaiwa kodi ya nyumba hivi. Hilo pito Mungu anepushiria mbali, kwanza aliwezi kuja kutokea kwa jina la Yesu. Lakini cha pili, utakaojiuliza, kama mchungaji na yeye analia kodi ya nyumba, mimi hali yangu je itakuwaje? Lakini kama msimu wa utumishi wangu umefungwa, ninakuhakikishia hata wewe hautaona kwamba, yani utaishia kunishangaa, ila hautaona kwamba ni shida kwangu. Tunapoenda mwaka 2026, kimwili we have never been there. Hata siku zobakia tufunge mwaka, kimwili we have never been there, ila kiroho kuna maamuzi tayari yashafanyika. Je, sheria ipi iko hapo? Usisahau neno hili. Je, ni sheria ipi ambayo iko hapo? Ni sheria ipi? Maandiko yanasemaje? Danieli kupitia kusoma vitabu ndipo alipogundua ya kwamba kuna msimu mpya umekwisha wahi kutokea, na wao hawakugundua ya kwamba huo msimu, hayo majira yamekwisha wahi kutokea kwao. Danieli na hawakujua mpaka waliposoma, walipopata yale maandiko. Nini kilichowasukuma? Ibada ilipofanyika, ndipo wakasema tunafunga kwa siku 21. Tumtafute Mungu wa ibada, Mungu wa majira. Ndipo wakamtafuta Mungu. What if kwenye maisha yako una viporo vingine havifai hata kupasha, viporo ya vitu ambavyo vilitakiwa vitokee kwenye misimu mbalimbali ya maisha yako, alafu mpaka leo umekaa nde, you have never seen anything. Mtumishi, mbinguni utaenda, lakini kuna nyimbo moja iliimbwa, ukimaliza kazi utavikwa taji, nitavikwa taji. Sasa wakikupa diversion, wakikuhamisha kwenye majira, ni taji lipi utavalishwa? Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Kwa hiyo usisahau hilo, kwamba
kabla ya msimu mpya kuna maamuzi ambayo waga yanafanyika hapa. Kuna maamuzi. Kwa hiyo inawezekana kuanzia chai yako ya asubuhi, chakula chako cha mchana, uvae nini, uongee nini, utumie simu gani, ucheke wakati gani, ulie wakati gani. Yamkini kuna kitu kilikwisha amuliwa kwenye hayo majira, wewe ukiwa haujajua kwamba hiki kitu kimekwisha amuliwa. Pointi yangu kubwa ni hii: nini kilichoamuliwa kwenye majira ambayo yapo? Sikiliza, leo ukifanikiwa watasema huyu wa nyumbani kwetu. Yaani huyu wa nyumbani kwetu. Ndio maana hili taifa linakugundua wewe kwa kijiji ulichotokea, mkoa uliotokea. Alafu sawa, yani unatambulika kupitia nini? Kijiji ulichotokea, mkoa uliotokea. Hiyo ndio reference yako wewe ya kusajiliwa kuwa nani? Mtanzania kwa asili ya kuzaliwa. Kwa hiyo leo wewe ukipiga hatua fulani, kuna watakaosema kwamba huyu ni wa nyumbani kwetu. Maana yake hata majira. Ndio maana siku zote ikifika majira ambayo kile kinachoenda kufanyika hakijawahi, sio kwamba hakijawahi kuwepo kwenye rekodi za nyumbani kwenu. Kwenye taarifa za kilichoandikwa nyumbani kwenu kipo. Usisahau hili kwamba hapa tulipo tuna rekodi za laana na rekodi za nini? Za baraka. Kuna saa Mungu hutuingiza kwenye majira ya kuvunja rekodi. Sasa hizi rekodi haziwezi zikavunjika kama haujaelewa kitu gani kilichoamuliwa kwenye majira fulani. Aya, ongea na jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza ukajikuta hata ndani ya miaka 10 hata 20 umeishi kwenye majira ya mkopo. Niko kwenye pointi nasema maamuzi kabla ya kuingia wapi? Kwenye msimu. Sasa Mungu anapofanyaga hayo maamuzi, kuna kundi moja au kuna namna Mungu huachilia mkopo wa upendeleo kwa ajili ya kuingiza mfumo mpya ambao ameufanyia maamuzi ambao haujawahi kutokea kwenye njia ya hiyo familia, kwenye njia ya huo ukoo. Mwambie jirani yako kwa sauti nitazungumza. Hapa wanalengwa watu ambao kuna kipindi wanamuinuliaga sana Mungu ibada, wanakuwa karibu sana na Mungu, au kuna kipindi ambako wanapoa kuliko hata maji ya kwenye mto. Kwenye kila mabadiliko ya msimu, kuna watu Mungu huwatoa nje kabisa kwenye mfumo wake, alafu hutaka kuingiza wale ambao mfumo hauwasomi wao. Nisikilize, system haiwasomi wao. Kuna watu ambao tuchukulie hivi, sawa, si ndio mzee wangu? Ushawahi kuona kuna watu ambao kwao hakunaga historia ya mtu kujenga kijijini nyumba nzuri, alafu inatokea mtu anajenga, alafu kwa nini akishajenga ile nyumba akaizindua kwa kicheko na furaha, ghafla uchumi wake unaanguka?
au unakuta kwenye familia siku ambayo kuna ngazi watu wanapanda ya maisha, yaani kwenye ile ngazi wanaishi kwa mkopo. Yaani kama ni kiwango cha milioni 10 kwa mwezi, wataamba. Nikisema kwamba amba, mnaelewa kwa Kiswahili? Chochote ambacho unakipata, alafu katika ulimwengu wa maisha haya, okay, sawa, naanzia na kundi hili. Wewe kuona kuna mtu anakaimu cheo kwa muda mrefu, alafu anakaimu kwa kujitolea, yaani kwamba mshahara wake anaupata pale ni ule ule, ila kilichobadilika pale nini? Jina na kuwa na dereva. Sasa kuwa na dereva wa gari ya ofisi hamna maongezeko ya maisha. Nini tofauti yake nini na kujiendesha mwenyewe? Kuna kitu natafuta namna ya kukiweka hapa, nikichambue alafu tuingie kwenye maombi. Okay, ni hivi, yani maisha yanabadilika. Unapeleka watoto kwenye shule fulani, alafu ghafla maisha yanageuka. Maisha yanakulazimu tena umshushe mtoto, ama unaona kabisa milango yako inafunguka, unaingia kwenye project ambayo inaishia katikati. Ama nitoe mfano gani mwingine? Hujawahi kuona kuna kiwango fulani, nao tunao wengi, yani ofisini title ilibadilika pap, alafu akapandishwa cheo, alafu ghafla katikati ya safari akasikia kuacha kazi ajiajiri. Alafu siku aliamua kuacha kazi kujiajiri, yani siku hela zilipoisha zote, na anagundua kwamba mradi alioingia sio sahihi, alafu ana madeni kila mahali. Au kwa Kiswahili chepesi ni hiki: unapanda kwenye hatua moja ya maisha, alafu ghafla hiyo hatua inakatikia huko huko. Ama unakusanya mali, baada ya muda zile mali unavyoziuza hata uelewi ilikuwaje ukaziuza. Nini? Uliingia kwenye msimu ambao maamuzi ya Mungu alikuingiza kwa mkopo, alikuwa bado hajakukabidhi huo msimu. Na siku zote ukiingizwa kwenye msimu wa namna hiyo, kitakachoathirika ndani ni ibada. Hapo unakutana na Mkristo ambaye yeye ni Mkristo kweli kweli, lakini kuna bado asili ya mila na desturi ya kwao haijawahi kuondoka ndani yake. Ama ni Mkristo kweli kweli, lakini kuna asili ya tabia, asili ya maisha fulani ambayo yanambana, hajawahi kuondoka. Na hiki ni kitu kinacholenga vita ya kinafasi. Vita ya kinafasi. Kwa sababu kwenye kila nafasi Mungu akimpa mtu, Mungu humpa mtu neema ya kukaa kwenye hiyo nafasi. Biblia inazungumza kuna kipindi Mungu aliamua kugawanya taifa la Israeli. Akaligawanya katika makundi mawili. Na ilikuwa ni kipindi ambacho Suleimani ametoka kwenye kiti. Na kumbuka, Mungu alipomuingiza Daudi kwenye kiti cha utawala, Mungu hakumpa Daudi mkopo. Mungu alimpa Daudi mamlaka kamili ya kiroho na kimwili ya kukaa kwenye nafasi. Ndio maana Mungu akamwambia Daudi, sitakunyima, yaani katika uzao wako sitakunyima mtu wa kukaa kwenye kiti cha kifalme. Biblia inasema hivi, baada ya Suleimani kukorofisha, akakaa mtoto wake kutawala, na nchi ya Israeli mataifa 12 yakagawanywa kwenye falme ngapi? 2.
Kuna kabila ambazo zilienda kwa Rehoboamu, na huyu Rehoboamu alikuwa ni mtoto wa Suleimani. Huyu Rehoboamu, nikupe umchapo vizuri. Ngoja nikupe umchapo sasa. Sinajua unapendaga habari nikufundisha kwa namna ya mchapo. Mimi najua unapenda mchapo, sawa Sasa huu ufalme uligawanyika mara ngapi? Mara ngapi? Mara mbili. Rehoboamu na Yeroboamu. Aliyepewa mkopo alipewa vingi zaidi, ambaye aliitwa nani? Sema Yeroboamu, usichanganye. Alafu aliyepewa kabila chache aliitwa sema Rehoboamu. Sasa huyu Yeroboamu aliingia kwenye utawala pasipo kujua nimeingia kwenye nafasi ambayo ni ya mkopo. Kwa hiyo akawa mfalme wa Israeli. Kwa hiyo nchi iliingia kwenye msimu mpya pasipo wale walioingia kwenye msimu mpya kuwa na madai ya kiibada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu amefanya maamuzi, amewaingiza kwenye uwanja wa mwaka mwingine, wa msimu mwingine. Kwa hiyo Rehoboamu akaponzwa na watu, akakosea kuongoza watu, lakini Rehoboamu alikuwa ameshikiliwa na ibada za kimsimu ambazo babu yake alikuwa amezifanya. Anaitwa nani? Daudi. Huyu Yeroboamu alitokea, asili yake mama yake alikuwa ni kijakazi kutoka wapi? Misri, aliyefanya kazi kwa mfalme. Kwa hiyo huyu Yeroboamu akawa mtawala wa Israeli, yani mgeni ambaye sio Muisraeli. Nisikize kwa makini, mgeni ambaye sio Muisraeli, Mungu anafanya maamuzi ya kumkopesha amjaribu kwa muda fulani. Kwa huyu anajaribiwa, na huku anapojaribiwa anakuwa hana nguvu ya kiibada, ibada itokayo kwa Mungu. Huyu Yeroboamu huyu kabla hajapewa kile kiti, haumuoni akitoa sadaka kwenye miungu ya kwao. Huyu Yeroboamu huyu anaamua kwanza kuwatawala Israeli katika mkopo aliopewa na Mungu, kwa namna aonavyo yeye, na sio kwa namna ambavyo majira yale Mungu anataka nini. Si hata wewe una majira fulani hivi, Mungu alikukopesha milioni 5, yani kichwa kiliwaka moto. Yani nywele ambazo ulikuwa unakaa nazo miezi miwili, yani hizi nywele yani nywele zinakuchosha. Umesuka tu wiki iliyopita, wiki ushafumua. Yani unakimbizana na misuko ya nini? Wewe una kazi za kufanya wewe. Yani ni nini? Yani hivi hujawahi kuona, kuna siku nilimpa lift jirani yangu mmoja zamani, akaniambia yani John, yani nimekopa milioni 20 ofisini, imeisha hapo, hata sijui nimeifanyia nini. Nikamwambia unahitaji maombi wewe. Si matumizi tu ya pesa wewe, pesa ya kukopa. Yani una mkataba alafu unasema kwamba na inarejesho, alafu hajui amefanyia nini. Angalia mageuzi mengi ya maisha ya watu. Kuna watu ukiwagundua kwa macho ya kiroho na ya kiroho, yanakupelekea kwenye macho ya kimwili, ukimwangalia unajua huyu aliishi chini ya mkopo. Na siku zote ukiishi chini ya mkopo, lile andiko linalosema eli mtu yule aliyemfanya Bwana kuwa, hauliangalii tena. Wanaoishi kwenye mkopo, kuna level wanafika, wakishaona matokeo, Mungu kwao anakuwa sio kipaumbele, ila Mungu kwao inakuwa ni tamaduni ambayo inaanza kujengeka na kuzoeleka ndani yao.
Muulize jirani yako, wewe uko wapi? Angalia, mtu anaishi kwenye mkopo, vile vilivyoko ndani, nazungumzia mkopo wa kiroho, anaanza kujenga tumaini lake na nguvu yake kwenye vile anavyoviona. Alafu siku zote tofautisha mtu anayefanya maamuzi ambayo Mungu anamuamulia kwenye ibada na anayefanya maamuzi kwa vile vinavyoonekana. Na siku zote wa kwenye mkopo, ujasiri ambao anakuwa nao sio ujasiri ndani ya Kristo, ni ujasiri unaoletwa na vile vinavyoonekana. Wewe angalia kwenye maisha yako, ni wangapi ulikuwa unaonaga wanyenyekevu? Siku tu, tena sio tone, ni vumbi tu limewagusa kwenye paji la uso, wakaanza kuonekanika watu, tena sio katika ukubwa, ni katika ufinyu. Angalia namna wanavyoishi. Unajua hii ngoma bado iko kwenye mkopo hii. Muda wote inatema hii. Yaani huyo mtu usikembezane naye. Bwana Yesu asifiwe. Yaani angalia hofu ambayo mtu anakuwa nayo, na siku zote Mungu hutuingiza kwenye mkopo wa kuingiza vitu vipi ambavyo hajatuandikia. Napozungumzia mkopo, ni vitu ambavyo vinakuwa havijawekwa, ila Mungu anaamua haviweke kwenye huo msimu. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Wangapi? Muulize jirani yako, wewe uko kwenye mkopo au mkopo ushaumaliza, umeiva au bado, au ndio umeshatenguliwa juzi? Hoja mfano, mimi nikiwaga najiombea kwamba Mungu, nashukuru umeniamini, umenipa nafasi ya kuwa mchungaji, ya kuwa mtumishi. Mungu, ungeweza kumpa mtu yeyote mwingine anayefaa zaidi yangu mimi, ukampa hii nafasi. Mungu, kila ananiangalia na picha yake. Hata wewe hapo uliko na picha yako. Yaani kila ananiangalia hapa, kila mtu ana picha yake. Inawezekana ukawa na picha mbovu ila hauna jinsi. Hauna? Listen to me, that's the nature of people. That is what? Yaani that's the nature of the people. Anaitwa a human being. That's the nature. Kwamba Mungu kila ananiangalia mimi ana picha, lakini Mungu wajalie hawa watu wasinione mimi kwenye hii nafasi, wakuone wewe kwenye hii nafasi. That is my prayer every day before the Lord. Kwa Mungu, wakiniona mimi watachoka. Siku moja bwana, niko na mtu ofisini, akaniambia, pastor, katika watu nilokuwa nawachukia nikuwakuta kwenye Rock TV ni wewe. Sasa nikajiuliza, mbona mimi ni handsome, ananichukiaje huyu? Kama mimi nani? Yaani mimi uniweke hivi siungui, najua hii inakaa kwenye AC masaa yote. Nikitokaga safari nakuaga mweupe. Yaani nikitokaga Ulaya nakuaga, yaani zile wiki nikikaaga kule nakuaga nini? Mweupe. Najigundua kumbe na mimi ni mweupe kwa asili. Wewe shangaa watoto wangu weupe wale. Wala ufikiri upe mama yao na upe wangu pia umechangia. Ila maisha bwana. Kwa nini unichukia? Nini mama yangu aliniambia nikiwa mdogo, akaniambia wewe mwanangu ni mzuri. Your hands HB. Sasa sinasikia neno la mamangu aliniambia. Sasa nataka nisikie neno lipi? Alafu nilipokuja kusoma Biblia nikagundua kila aliyeitwa mzuri ni yule aliyebeba kusudi la Mungu. Sasa kwa nini nijiite mimi ni mbaya? Alafu nilipoona kwenye maisha yangu toka nakuwa jinsi Mungu alivyonificha. Mimi Mungu amenificha.
Mimi nakwambia, mimi Mungu amenificha na mengi. Yaani Mwenyezi Mungu huyu mimi, acha nipige tu hizi kelele wewe muone. Amenificha na mimi. Jaribio langu la kwanza la kufa nikiwa na umri mdogo, nililogwa, niliekewa sumu kwenye muogo kijijini kwetu. Unajua zamani ukizaliwa unapelekwa kijijini kule. Kwa kule kwetu kwa Wanyamwezi, muogo wenye sumu na ikapigwa nao. Mimi ni handsome moto, nataka kukubali tu. Yaani kwamba nimezaliwa na nini? Na kusudi la nani? La Mungu. Biblia inasemaje? Mama yake Musa alipoona uzuri wa Musa akamficha kwenye nini? Kikapu. Sio kwamba Musa alikuwa ni mzuri wa pua, ni kusudi aliyolibeba. Ndio maana binti Farao angeweza kuwa binti Farao. Unafikiri kwa zamani watoto kutupwa kwenye maji, Musa ndo alikuwa wa kwanza? Paka mama yake Musa anamweka Musa kwenye maji, anamwachia. Maana yake ilikuwa ni tamaduni ya watoto wanatupwa wapi? Kwa nini siku hiyo tu binti Farao tu aende tu kuogelea tu mtoni, alafu anamkuta Musa, hatafuti yule Musa damu yake iangaliwe ni Mwebrania au ni nani, anamchukua tu anamweka kwenye nini? Hata fikiria, mimi nimeanza kuwindwa nikiwa hata sitembei, nikiwa natambaa, nikapewa muogo wenye sumu. Si Mungu amenificha toka siku nyingi? Sasa wachai wako watanibaisha nini mimi? Kama nina Mungu ambaye ninamtegemea, kama nina Mungu ambaye ninamwangalia. Hapa duniani malipo mazuri ni moyo wako kumwelekea nani? Bas, period. Ndio maana ukitaka kunitandika mimi, anza rohoni na utafanikiwa wapi? Kila mtu ana password yake ya kiroho hapa. Ya kwangu scooping. Kila mtu ana password yake hapa. Hata wewe tafuta password yako ya nini? Ya kiroho, kwamba mtu akitaka akushushe ni paka Mungu atake mwenyewe kukuingiza kwenye hilo jaribu. Yaani fika mahali jaribu lolote unalopitia ni Mungu ameruhusu ili akupime basi. Sio kwamba eti ni watu wamenikalia kikao alafu waamue kunipitisha kwenye hiyo njia. Thubutu. Sasa shida yako jiamini. Yaani unamwamini Mungu anaweza kukuponya kichwa, lakini huamini Mungu kama anaweza akatokomeza watesi wako. Mwe jirani yako, unaamini Mungu kwenye level gani? Sasa nikumalizia umchapo alikuwa ananichukia. Akaniambia ilikuwa kila nikikuangalia, yani nikikuta wewe kwenye TV mimi nazima. Akasema siku hiyo kanisani sasa. Nikasema hii ibada si pastor na kwaga hayupo. Akasema sasa siku hiyo mkagawana pande mbili. Siku hiyo mkagawana pande ngapi? Ule upande ambao nilikaa ndio upande wao uliokuja. Nikakimbilia upande mwingine. Napo ukamaliza huko ukaja huko. Uliponisogelea ni shoti ya umeme ilinipiga. Pastor, yani nakumbuka nilikukwalua, nikakumbuka kweli alinikwalua paka kwenye mikono. Akanambia lakini baada ya hapo, ndio maana kila baada ya ibada nakujaga kukusalimia tu. Yani ninakupenda kupita kawaida. Atanipenda kama sio mimi handsome? Napozungumzia handsome hapa namaanisha mtu aliyebeba nini? Kusudi la nini? La Mungu. Angalia. Huyu Yeroboamu kuna uzuri Mungu aliuona kwake. Lakini hawezi tu akampa pasipo mkopo. Mungu akampa nafasi ya kutawala kwenye eneo la ugenini. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Yaani kama sisi hapa Dar es Salaam, hapa sisi wengi ni wageni, yani sisi sio wenyeji wa mji. Huu mji kiroho una wenyewe. Na kimwili una nini? Una wenyewe. Kwa hiyo hata sisi kununua viwanja Dar es Salaam hapa na kukaa hapa ni neema tu ya nani? Ya Mungu. Sasa Biblia inasema hivi, namaliza tuingie kwenye kuomba. Biblia inasema hivi, huyu Yeroboamu huyu alipopewa tawale, alitawala katika mkopo. Nini kilitokea? Akamsahau Mungu. Ikafika mahali
Yeroboamu, Mungu akamtoa kwenye kiti cha kifalme, mke wake akapotea. Alikuwa mtoto mmoja, mtoto wake wakafa. Ikafika mahali akarudi tena aende kwa mtumishi wa Mungu akaulize. Sasa kwa kuwa mtumishi aliyemuingiza madarakani alimtupa, unajua ni kawaida yenu, mkishafanikiwa mnawatupa watu, si ndio? Unakataa nini sasa? That the nature of the word. Hiyo unajua kuna vitu usivikatae kwa sababu ni asili. Ikabidi tuwasomea, afu mtasoma nyewe kwa muda wenu. Ikabidi atafute neno, atume mtu aende kwa yule nabii aliyemuingiza kwenye cheo, akamwambia, akaulize. Akaambiwa Mungu amekwisha ukatilia mbali nafasi yako ya utawala. Kwa lugha nyingine, Yeroboamu aliingia kwenye msimu mpya kwa mkopo. Ule msimu hakuwa amegongewa muhuri na Mungu, hakuwa amegongewa muhuri na Mungu. Maamuzi yote Mungu akiyafanya kwa ajili ya mtu kwenye msimu, anaweza asimkabidhi, anaweza akampa kwa mkopo kwa ajili ya kuangalia, je, huyu ataweza kuenenda kwenye hii njia? Sasa angalia maisha mengi tunayoishi, yale ambayo Mungu anaamua kutuingiza kwenye hiyo njia, na kwenye hiyo njia unakuta ya kwamba sio njia ambayo kwenye familia yenu kuna mtu alishawahi kupita. Kuna njia kwenye kila msimu ambao nyumbani kwenu anakuwepo mtu ambaye hajawahi kupita. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Hujawahi kuona ghafla kuna mtu anainuka kwenye nafasi fulani kwenye nchi, alafu ghafla anaanguka, ghafla anasaulika? Hujawahi kuona ofisini kuna mtu anakuja na moto kweli kweli, yani kila mtu ofisini anamuita yeye tu, alafu ghafla hiyo nafasi inaondoka? Hujawahi kuona kuna vitu kwenye maisha yako you don't struggle for it, alafu ghafla vyote vinakata? Maana yake uliingizwa kwenye msimu ukiwa muhuri haujagongwa kwa ibada. Uliingizwa kwenye msimu kwa kukabidhiwa, ila sio kumilikishwa. Yeroboamu alikabidhiwa, hakumilikishwa. Ndio maana alifika mahali alipoteza kila kitu. Vitu viliondoka, baadaye mauti ikaanza kwenye familia. Sawa, maswali? No, maswali manne. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi naomba tu kuelewa kuhusu huo muhuri wa kiibada. Nimesikia mara kadhaa umelisema, lakini sijaelewa mantiki yake. Muhuri wa kiibada. Sawa. Sasa nilisoma limoja nalo ni another topic, lakini tunapozungumzia muhuri ni kitu ambacho ni Mungu mwenyewe waga na gonga. Na hata ikifika saa ya Mungu kuondoa muhuri, hatumagi hata malaika, anashukaga mwenyewe kugonga muhuri. Huku kwenye madhabahu za familia wanasema waliwapitisha mahali pa juu kwenye moto. Huku kwenye madhabahu za kifamilia wanaita moto, kupitishwa kwenye nini? Kwenye moto. Na mara nyingi hii hufanyika kwenye madhabahu ya mahali pa juu. Ila huku kwa Mungu tunaita muhuri, kwamba Mungu mwenyewe anahusika kuweka sealed, kugonga muhuri wa kile alichokisema. Sawa, hii nitakuja kufundisha siku nyingine deep. Mkono mwingine uko wapi? Karibu. Swali langu mawili. La kwanza, utajuaje kama maisha yako unayoyapitia ni adhabu ya Mungu kama wana wa Amon, au ni shetani anajaribu kucheza na msimu wako, yani majira yako? And swali la pili, kama umegundua maisha yako ni unaishi kwenye kipindi cha mkopo, unafanyaje ili sasa kuaminiwa na Mungu, kupewa rasmi iko kitu? Tumpe Yesu makofi, maswali yake mazuri Unapozungumzia hizi pande mbili za Waamona, watu gani? Hawa kuna kitu ambacho walikifanya. Israel walipopita kwao hawakuwalaki wana wa Israel.
hawakuwalaki wana wa, badala yake wakatafuta mtu wamlaani. Sawa Ndipo akatafutwa nani yule anaitwa Banani, na huyu Baharamu alipochukuliwa akapelekwa mahali pa juu. Alipowekwa mahali pa juu, aliwekwa atoe laana kinyume na nani? Na Israeli. Akasema, utalaani vipi waliobarikiwa? Kwa hiyo ishara mojawapo ya kujua ya kwamba wewe unatembea kwenye hii nguvu ya kina hawa kina nani Waamoni, ni nguvu ya madhabahu ya mahali pa juu, huko ambako ndio kuna muhuri wa moto kwenye ulimwengu wa roho. Na siku zote ukiwa kwenye vita ya mahali pa juu, ni vita ambayo usipoitambua ukapambana kwa madhabahu hii ya kawaida ya chini, maana yake siku zote hakunaga ushindi kwenye hiyo vita, kwa sababu ni Mungu mwenyewe anakuwa alikwisha fanya maamuzi ya kuwakataa. Sasa Mungu akishafanya maamuzi ya kuwakataa, kitu gani kinachobadilisha hali? Ni maombi au ni ibada ya toba na rehema. Ukishakuwa kwenye hali ya namna hii, maombi yako mengi sio ya kukemea, ni maombi ya matengenezo na kiti cha Mungu cha rehema, ili uweze kupatanishwa kwa Mungu, Mungu atengue ile kauli. Sawa? Aya, la mkopo umesemaje? Ya mkopo nimesema kama umegundua kwamba unaishi maisha yako kwa mkopo, unatokaje, sio? Unapandaje grade? Yani Mungu kakuamini kakupa mkopo, nawezaje nifanye nini ili aniamini anipe? Unahitaji vitu viwili tu, ni juu ya matengenezo na Mungu, ambaye huu mkopo hujaanzia kwako, kuna mahali ulikuanzia kwenye familia huko. Kwa hiyo kanuni ni ile ile tu, matengenezo na Mungu. Alafu cha pili, neema. Sababu mtu ambaye ana mkopo, maana yake iko kitu hakina nguvu ya kukaa kwake. Sawa Haya. Ama hujawahi kuona kwenye baadhi ya maisha ya familia, kuna msimu fulani, labda watoto wa pili tu au watatu tu wanapitia vurugu fulani kali sana, alafu baada ya miaka fulani unakuta kizazi kinachofuata hawapitii tena zile vurugu, ila wanapitia vurugu za aina nyingine. Swali lingine. Mimi nilikuwa na swali, kuna sehemu ambapo sijaelewa kwamba Mungu anajuaga mwisho kabla ya mwanzo. Sasa kama Mungu anajua mwisho wa mtu, kwa nini anampa mkopo na wakati anajua kabisa huyu mtu mwisho wake utakuwa mbaya? Alafu pia kitu kingine, wakati unaanza kufundisha ukasema kwamba Mungu wakati anaiumba mbingu na nchi alikuwa anatengeneza msimu mwingine mpya. Sasa kuna kitu ambacho sikuelewa, ukasema kwamba ule msimu wewe mwenyewe Mungu aliotengeneza alikuwa kama haujui, kama sijasahau. Sasa kama Mungu yeye anajua mwisho wa vitu, yani inasema hivi, ile njia alikuwa hajawahi kupita, ndio maana alisema na iwe nuru, nuru ikawepo. Sawa Yaani ndio ukiangalia kila Mungu alichokuwa anakifanya kwenye uumbaji kilikuwa ni msimu mpya. Ndio maana kila kilichoharibika alihakikisha anakifunga kwa ibada. Sawa Unanielewa mpaka hapo? Kile ni kipindi ambacho Mungu, yani ni sana ofisini, kuna mtu akikaa kwenye cheo atahakikisha kila anayempa cheo ni mtu wake. Yaani kwamba hata kama hayuko kwenye idara ya utawala, yeye ni bosi mkubwa, lakini kuna mtu wake kule. Ni sawa na Mungu alivyoumba, alihakikisha anatupa uungu wake kwenye kila kitu, kwa kuwa ilikuwa ndio msimu. Ndio maana kuna saa Mungu akasemaje, mimi Mungu nimejifunza muda huu kwenye msimu sitashindana na mwanadamu tena. Sawa Sasa hii ya mkopo ni njia ambayo Mungu anakuingiza ili akukabidhi. Anapokukabidhi agonge na muhuri ya kwamba iko kitu kiwe kwenye mfumo wa maisha.
Na dalili mojawapo ya mkopo ni mialiko mingi ambayo Mungu anakupa. Unajua mialiko mingi ni ipi? Kila unachogusa kinaenda, lakini sio kama ni cha kwako, ila kinaenda. Umeelewa? Yaani kwamba chochote unachogusa kinaenda, ila sio cha. Haleluya. Basi chukua sadaka yako.